hiyo uchumi ya taifa yetu vile inafaa. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kuhakikishia kwamba rais ako na yeye hajawezi kusahau nyinyi, na wakati mzuri ikifika hapa mbele mnakaribisha yeye hapa Dadaab, akuje atembee hapa kwenu. Wangapi wanasema rais atembee hapa kwenu tuone? Very very good. Atatembea hapa wakati nafikiri naibu wa rais atawaeleza vile maneno inafaa, kwa sababu nyinyi pia ni nguzo ya msingi ya taifa letu, na ile biashara nyinyi mnafanya katika taifa yote ndio inasaidia kulipa uchumi ya Kenya. Kwa hivyo hakuna mtu anafaa kubaguliwa. Mimi nimetembea vizuri hapa kwa sababu ninajua hapa ni nyumbani, kama tu saa ile mimi niko kule Kericho. Sina wasiwasi sababu najua nyinyi ni ndugu zangu. Nyinyi pia ni ndugu wetu na tunazidi kutembea na nyinyi. Wale wengine wa opposition si mnawaona kule Nairobi, waacha waendelee na maneno yao. Watu ati wanasema sijui watapambana na William Ruto. Nyinyi mkipima ile wakora wako pale upinzani, watawezana na William Ruto kweli? Wale wanaweza? Watu wa kabila, waongo, watu waona hesabu. Mimi ningependa kuambia wale ndugu zetu wa upinzani, kama uko na mpango ambaye unaona inaweza kusaidia watu wa Dadaab, kuja mpaka hapa Dadaab uzungumze nao, waambie vile unaweza kupanga. Mambo ya kuzungumza kwa mahoteli na conferences kila wiki pale Nairobi mkituambia sijui nini ama nini, hiyo ni maneno haiwezi kubadilisha Kenya yetu. Ya mwisho kabisa, jana kuna jamaa amezungumza na mimi niliudhika sana. Mtu ambaye tulipatia kura, tukampatia heshima kama rais wa Kenya kwa miaka 10, hata hakuwahi kanyaga hapa Dadaab siku moja kwa maisha yake yote, na amekuwa rais wa Kenya, hajawahi kukuja hapa. Ati anakimbia pale anaanza kutuambia sijui program gani ifanye kazi. Wewe mkiwa na huyo rafiki yako Matiangi, wakati mlikuwa katika uongozi wa taifa la Kenya, mwili ya watoto ya watu ilikuwa inapatikana kule Rivayala, ilikuwa inapatikana kwa misitu. Hapa Dadaab watu walikuwa wanachukuliwa kila wiki. Alafu sasa unaanza kutuambia nini? Ati sijui nini ama nini. Wewe kuwa mkaribu bana. Angalia na ujifunze kwa wazee wale wameoccupy hiyo kiti ya rais. Wakati mzee Moi alienda retire, mliwahi kusikia akiongea siasa? Wakati mzee wetu Kibaki marehemu alienda retire, mlimuona akijiingiza kwa siasa ya upuzi? Wewe Uhuru bana, kuwa muungwana na uheshimu wa Kenya. Wakenya walikupea nafasi, ukaharibu taifa yetu. Wewe nyamaza na uvurute vitu yako pole chini ya mti. Wacha kusumbua sisi na kutuambia lecture. You have no capacity to lecture anyone. You have no right to lecture any leader in Kenya because you were granted an opportunity and you squandered it. Part of the bigger problems that this administration is trying to tackle are the messes that were created by you, Mr. Uhuru Kenyatta. You should be the last person to speak and try to tell anybody about this country. Dadaab hoye! Dadaab hoye! Asanteni sana. Pia mimi nimekuja kuwasalimu kina mama na ndugu zangu na shilingi 1,500 Kenya shillings.